Kuna history iko trending sana kwa mtandao sahi. Kama unafuatilia mtandao sana, kuna history iko trending sana ya udem anajulikana kama Irene Wanjiku na side chick wake ambaye anajulikana kama John Opande. Manze, kama hujaochi ile video, hata usijaribu kuwatch, inaumiza. Inaleta disrespect. Yaani utovu wa nidhamu kwa wanadada wote shwali. Sasa sijui wanaume wamegeuka kuwa mashetani ama ni nini. So mimi nataka kuwapea the true story of what happened and what is trending up to now. So naambiwa John Opande hufanya kazi US. Na ni mtu ako na familia, ameoa, ako na watoi. Sawa. Lakini huyo Irene side chick wake na wamekuwa kiwasiliana hata ikiwa huko majuu. So Irene anasema wakicommunicate, John alimwahidi kwamba atamuoa. Yeye atakuwa kama bibi wake, wakujua watengeneze familia. So hata ile siku John alifika, wakaelewana wanapatana na John na Irene kwa bar. Irene akafika pale. Lakini ukiangalia video venye iko, Irene alikuwa ashalewa tayari. Akifanyia unyama wote alikuwa ashalewa. Lakini sasa the fact, sasa tunaongelea sasa the fact ambayo tunaendelea sasa hii. Unajua watu wanashindwa Irene ni nani? Unajua ukiangalia jina kwanza Irene Wanjiku unaweza fikiria ni Msapere, si ndio? Lakini Irene Wanjiku sio Msapere. Irene Wanjiku ni Masai. Irene Wanjiku ni jina la utani. So jina la udem anaitwa Irene Naipei Marion. Irene Marion Naipei ndio jina lake. So venye video ile trend manze, hadi familia udemu imeshtuka. Babake ambaye ni Masai ametoka Umasaini amekuja hadi Nairobi. Jua ameona msichana wake kwa training video. Mtu akionyesha na uchi wake, sawa? Anashindwa what really happened? What really happened? Lakini mimi kinaweza ongelea kwa issue ya madem. Shida ya madem ni kwamba wakilewa hujisahau. Let us talk about that fact. Mademu akishalewa hujisahau. Na wakishajisahau wanaweza tumika venye inatakikana. Sasa hapo ndo maboys huchukulia advantage. Hasa unapata John Opande alichukulia hapa advantage. Akanude venye amenyanya. Ana afahamu yoyote. Sio kitu tunaweza fanya ni kumtumia proper. Sawa? But this is where the question comes from. Maswali inatokea hapa sasa. Unajua pia sisi pande nyingine tunaangalia Demde amekosewa. Lakini ukiangalia kwa the whole story, boy child hawezi tetewa. Sawa? Ukiangalia tu ile vita vizuri, boy child hawezi tetewa. Lakini the first question, this way the first question comes to. Swali ya kwanza, kuna jamaa amenitumia hapa maswali. Akaniuliza, Big J, leo ukifanya podcast jaribu kuuliza mafans. Sawa? Number 1, huyo Panda analaumiwa, lakini ukiangalia ile vida, no one is talking about how she harassed the guy in public. Hiyo ni ukweli. Unajua dem venye alikuwa amelewa, kitu ya kwanza alikuwa anaambia John Opande ni watoke pale kwa public waende wakulani. Sawa? Huyo dem anataka kulwa. Hiyo ni ukweli. Alikuwa anajaribu kumvuta kumtoa pale kwa public waende kwa privacy. Sawa? Naona hii hakuna mtu anaongelelea. Number 2, unapaswa number 2, no one is talking about how she touched the guy's privates in public. Unajua alikuwa anajaribu kumvua toja. That's the worst. Niliweza kuona kwa ile vida. Alikuwa anang'ang'ana anajaribu kumvua ile toja, lakini John anakataa, anasema hapana. Haifai. Haifai kabisa. Number 3. The question number 3. Unapata no one is talking about how she tried to forcefully unzip the guy's pant in public. Hiyo nishaongelelea. Sawa? Hakuna mtu anabonga.
Sawa? Tunataka tu tuangalie both sides ya boy na Dame, ama huyu John Opande na Irene, nani ako na makosa kwa hivi video na circulate kwa media? Sawa? Dame naendelea. No one is talking about how the guy was trying to push her away but she refused. Kwani boy child ananga rights. Sawa? Na hiyo ni kusema ukweli. Huyu Dame alikuwa anajaribu kumvuta John Opande waende kwa aenda akulwe, lakini John Opande alikuwa amekataa. John alikuwa anajaribu kumforce amwachilie. Anamsukuma kando, lakini Dame anakataa. Anamwambia ni mtu wangu, umetoka majuu. Lazima leo tukulane. Sawa? Lazima nikupe. Huyu Dame alikuwa anajaribu kuforce, sawa? But the bad thing about all this it happen. John Opande na alikuwa na record. Hasa ndio kitu mbaya. Alikuwa na record apeleke wapi video? Sawa? Alikuwa na record apeleke wapi video? Sasa huyu jamaa anasema, sasa mademu watajaa kwa clubs wakisumbua wanaume ndio wapate kesi za kupeleka kwa court walipwe. Sawa? The bad thing ambayo ilifanyika pale ni John Opande kurecord the whole situation. Hayeko bamba. So this is where the case come from. So baada ya John Opande, nimwambia John Opande ameoa, ako na familia, sawa? Irene chiko wake. So the bad thing na bad result ama bad news ambazo zinatoka pale kwa mtandao ni kwamba, sawa, huyu John Opande na kiona best wake ni watu wanapenda kutumia wasichana. Akiwa na wana kurekodi alafu ana circulate video yako. Anaituma pale Telegram. Anaituma anywhere, bora iwe viral. Hajao ni ukutumia na ukuacha hapo kiathirika. Sawa? Hasa unapata huyu Dame, Irene anasema walijaribu kumrepu akiwa watatu. Baada ya kuona yenyewe ana chupi. Lakini tunaweza laumu Irene moja. Yali ulizwa tu swali moja, uko na chupi? Irene akasema siku hizi mademu huwa havai chupi. Sawa? Siku hizi mademu huwa havai chupi. Na hiyo ni fact. Mademu wengi hapa town havai chupi. Wanatembea tu venye wako. Na ndio sababu wanaume wanawachukulia advantage. Anapiga hesabu kama mwanamke ana chupi. Si ndaka moja tunamazana naye alafu namgei. Sawa? So baadaye Irene kusema ana chupi, John akainua nguo kuangalia ni kweli ana chupi na akaconfirm ni kweli. Sasa the worst thing kwamba alikuwa anachukua video. Alikuwa anachukua video. So watu hawakujua the main purpose ya kuchukua video ilikuwa nini. Watu hawakujua. Sawa? Then kuna party yenye John Opande pia amejaribu kujitetea. Kwa hapo kwa kuchukua video. Sawa? Hapo kwa kuchukua video alikuwa anajaribu kujitetea pia yeye pande yake. Niko na hiyo message alikuwa anapitisha. Alikuwa anajaribu kusema hakuchukua hiyo video kwa sababu mbaya. Anasema hakuchukua hiyo video kwa purpose mbaya yani. Sawa? Ameandika ujumbe wake akisema somebody hacked my phone and released that video. So mimi nilishare. The video is meant for my personal consumption. I'm now being bullied online because of a mistake I didn't commit. Anasema ile video alichukua ndio ikaange tu kwa simu yake. Yako ange tu akiona. Unaona uchi wa mtu alafu unafurahi. Huyu ni mwanamume mzima ambaye ako na familia na ako na bibi. Sawa? Sawa? Then unapata nimewaambia wa jamaa wanashukiwa kwa mambo ya sexual harassment. Kuna huyu Florence Mnani anasemaje? Mwenye alikuwa na date James Opande. Huyu Masai Irene. Nimwambia Opande and his friends are all married with children.
but kazi yao ni hiyo ya ngono na wanawake kila kona ya Kenya na Amerika. Sawa, hii nasoma mambo ya Florence Mnani. Nimeambiwa Opande kuna siku alikula bibi Olekana na karibu ang'olewe sehemu zake za siri. Kazi yake ni ngono na married and unmarried women. Huyo ni John Opande, hiyo ndo tabia yake. Sawa. Inamaanisha ajanza leo yeye na marafiki wake, ni kitu ajanza leo. Sasa hii story imekuja kwa interesting. Sasa kuna public figure mmoja ameingilia hii story, Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa gatuzi la Nairobi, ameingilia hii story. Na the first mistake, the first action ametake, number one, alitafuta Irene akamuuliza about the whole saga. Irene akasema wale jamaa walikuwa wanajaribu kumrape. Sawa, huyo ni Mosiria alifuata Irene akamuuliza what really happened. Gachali akasema wale majamaa wote walijaribu kumrape, ili hali John Opande ni boyfriend wake, lakini walikuwa wanajaribu kumtumia. Sawa, so the first action yenye Geoffrey Mosiria alimake ilikuwa ni gani? Yali anaenda airport JKIA, akaripotiwa mwanaume kwamba akionekana tu hivi azuiliwe na storoke, lazima akamatwe na apelekwe ndani. Huyo ni Geoffrey Mosiria. Na hiyo action Geoffrey Mosiria ametake, umepata sasa kwake imekuwa negativity, mambo imeharibika. Kuna hii group ya Gusmen Online Association, wanasoma mtu wa kwa association kama member, kusababia kama boy child yange ingilia kwa hii shughuli. Hii ilikuwa ya love affairs, yafai kuingilia, yanafaa deal na vitu zinahusika na mambo ya Nairobi, sio vitu zina deal na mapenzi. So sasa Geoffrey Mosiria kila pale anapigwa vita ja kuingilia hiyo story. Sawa. Lakini swali yangu ni moja. Mimi naona Geoffrey Mosiria ako sawa. Geoffrey Mosiria ameona udem anapitia hii yote, na wazazi wake hii habari ikiwafikia watakuwa disappointed. Si acha atakuwa disappointed. Sasa hii wazazi na marafiki washakuwa disappointed. Juu video za udem zisha trend. Udem anaweza enda kwa public aseme nini sasa hii? Hakuna kitu anaweza sema. Juu isha trend. Akienda huku unapata comment section utamuuliza, na umevaa ngodha? Na umevaa ngodha? Ulisema uvaange ngodha, umevaa ngodha? Hizo ni shughuli, hizo ni swali gani shwali? Hizo ni swali gani? So mimi napata Geoffrey Mosiria yuko right kutetea ugaldem. Galcha lazima apate haki yake. Lakini pia kuna watu wameteka actions zile ambao unaweza sema sijui ni jokes ama nini. Napata kama mbunge wa Mumias East Peter Salasya anasema, yeye ameandika tu ujumbe akasema, Geoffrey Mosiria, I like short girls, give me her number, there's no regret, what happened is in the past, she's still beautiful, we've moved on and she can find a serious boyfriend to guide her like me. I'm also interested in her. Unajua Peter Salasya nayo achukuliangi mambo serious. Yeye ucomment tu venye ametaka. Lakini one of the best hardworking MPs. Sawa. Hiyo ni message tu yake ameandika. Then kuna huyu David Mrathe naye akasema, I thought ni wanaume wa Masai pekee wavaange suruali. Kumbe wanawake pia wavaange suruali. By the way, unajua kitu imeleta gumzo sana. Imeleta gumzo kwani hii ni swali tu anajaribu kuuza, kwani wamama wa Masai wavaange suruali? Yeye alifikiria tu ni wababa wavaange suruali peke yao. Unajua ni Mrathe. Lakini pia pande nyingine ya Ministry of Gender. Ministry of Gender imesema imesikitishwa sana na ile video kutrend kwa mtandao.
Imesikitishwa sana. Na inasema lazima haki itendewe kwa mwanadada huyo, lazima haki itendewe kwa Irene, sababu inaleta disappointment kwa society. Sasa saini Ministry of Defense Mosiria, sasa sahii wamemshikia koo John Opande. John Opande ana pa kupumulia, na unasikia John Opande alikuwa anajaribu kuhepa, sawa, alikuwa anajaribu kuhepa kwenda US. So sahii ripoti ishafika JKIA, haizi toka. Hata Mosiria ameidhinisha kwamba passport yake iwe confiscated, asiweze kupewa passport. Inamaanisha lazima atiwe mbaroni, sawa? Lazima atiwe mbaroni. Lakini mimi swali langu ni moja tu. Swali langu ni moja. Hawa watu walikuwa na date, sawa? Hawa watu walikuwa na date. Marion mwenyewe pia anasema, huyo Irene Marion pia anasema alikuwa na boyfriend huku. So sijua alikuwa ana wapangaji wote wawili. But the fact remains, the fact, hata yote tukiongea tumalize, the fact remains one. Lazima udemu apate justice. Lazima. Haifai. Kwa mwanaume mzima kama John Opande kuchukua video yake akiucha, haifai kabisa. Lazima justice patikani kwa Irene.